Bila shaka hali namna gani, msikilizaji na mtazamaji wa Radio 47, natumai tu popote ulipo usalama salmini mithili ya Kigongo. Mie niko buheri wa afya, niko katika kaunti ya Kisumu, eneo la Bondo yote 910, kukujuza tu kwa kina ni vipi lugha ya Kiswahili kinaingiliana tu na lugha hii ya vijana almaarufu Sheng. Leo hii nimekutana na mwamba mmoja ambaye tutakuwa tukipiga naye gumzo. Kumbuka ni kipindi zaidi ya kipindi ni Bahari ya Elimu, kinaongozwa na mtoto wa nyumbani Aliasan Kauleni, Guru Stadh wala bin wala Mwalimu Sakwa na pamoja na Abubakar Talo. Lakini nikiwa katika kaunti ya Kisumu, eneo la Bondo, nina mwamba mmoja ambaye tutakuwa tukipiga naye gumzo. Mie najulikana kama kijana mwepesi mboni la wenge, Nicholas Cheteri, nikiwa na nani mwenzangu baba? Ronflix Oboro. Ronflix Oboro, hali namna gani? Hali shwari kabisa, mambo inazidi kuwa fiti. Kwa upande mmoja Ronflix Oboro, umenijulisha tu kuna vile lugha ya Kiswahili kinaingiliana na kuandamana na lugha hii ya vijana tu. Utujuze neno la kwanza. Neno la kwanza ni toja. Toja maana yake nini haswa? Toja ni aina ya longi, yani kwa mfano katika sentence unasema Juma nisaidie toja yangu. Juma nisaidie toja yangu. Lakini katika lugha ya Kiswahili sisi tunajua toja ni kutia alama ya korosho au chale ili kuremba ngozi. Neno lingine? Neno la pili ni dinda. Nini maana yake dinda? Dinda ni kukataa kufanya jambo au kukasirika. Lakini katika lugha ya Kiswahili dinda ni kushikilia msimamo fulani. Ingine ni topa. Topa ni aina ya kofia. Unasema kokoradi nisaidie topa yangu. Maana yake nini kokoradi nisaidie topa yangu? Yaani kokonya nisaidie topa yangu. Bila shaka katika lugha ya Kiswahili topa inamaanisha mzigo au funga la vitu. Neno lingine baba? Neno lingine ni difu. Difu ni aina yoyote ya chakula, yani kwa mfano katika sentensi Mike nisaidie difu hapo. Yaani unamaanisha nini? Mike nisaidie chakula hapo hivyo. Mike nisaidie chakula. Lakini difu katika lugha hii ya Kiswahili bila shaka inamaanisha mfupa wa kombe ambao hutumiwa kama ubao. Neno la mwisho? Neno la mwisho ni rada. Rada ni unasema vipi. Na katika lugha ya Kiswahili rada inamaanisha tu malipo yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu kumfikia mtu aliyetenda jambo ovu. Bila shaka Ronflix Oboro, ni kushukuru na niseme asante sana kupiga nami gumzo na kuwajulisha tu wasikilizaji wa Bongeli la redio ni vipi lugha ya Sheng inaingiliana na kuandamana na lugha ya Kiswahili. Unasema vipi? Maybe nikupitia fursa hii, hali ya hewa namna gani eneo hili la Bondo kaunti hii ya Kisumu? Hali ya hewa ni mvua kiasi, na jua kiasi na baridi, lakini tunazoea. Na samaki tunayala au namna gani? Samaki kujia, samaki hadi yako nimekuwekea hapa hivi. Tukimaliza shughuli na unapata samaki. Inapendeza sana. Felix Oboro, kwa maybe tu nikupea fursa hii wasalimu angaha watu kule nyumbani, manake hili ni bonge la redio linasikilizwa na mamilioni ya Wakenya. Unawasalimu nani bana? Mwanzo kabisa nitasalimu mamangu mzazi Jacqueline Nandi akiwa kaunti ya Kakamega, babangu mzazi akiwa kaunti ya Busia Simon Kifude, na hata Hassan Kauleni na wale wote ambao wanaendesha kipindi ya Bahari ya Elimu na wasalimu na nasema shukrani. Maybe hapa kaunti ya Bondo, kaunti ya Kisumu unajishughulisha na nini? Mi kazi yangu ni hapa kuuza melon hapo, na nanasi hadi ndizi, na hasa nasema akujie melon full hapa hivi. Nasema Kauleni akujie melon full. Akujie, napenda kipindi yake mbaya sana. Kwanza akitangaza mpira. Kabisa. Maybe nikopea fursa hii unaweza mwambia nini? Hassan Kauleni. Bana, nafurahia kipindi yako mbaya sana. Shukrani za dhati Felix Oboro. Kabisa, asante. Bila shaka huyu amekuwa ni Felix Oboro ambaye nimekuwa nikipiga naye gumzo
kutoka kaunti ya Kisumu, eneo hili la Bondo, ambapo tu ametueleza kwa kina ni vipi lugha hii ya Kiswahili kinaingiliana na lugha hii ya vijana. Wanasema sajili ya vijana, matumizi ya lugha kulingana na muktadha hii ya vijana. Imependeza, imefurahisha. Bila shaka siku zote tunaambiwa kinacho mwanzo kikosi mwisho. Nimetia dali katika kipindi hii eneo hili, kutoka eneo hili la Bondo. Nimetia dali makala haya ya lugha gongana. Majali wa Mwenyezi Mungu, nikipata muda wakati mwingine nitakujuza kwa kina. Mimi nimekuwa kijana mwepesi mboni la wengi, Nicholas Chiteri.